first half Dube ameblock beki kwanza, kamzibia asiutibue ile mpira. Dube anafika kwenye eneo la mwisho, anainua macho, anamwona mlinda mlango alipokaa. Nikipiga shoot near post, kipa anacheza. Nikipiga bottom corner kule chini, inabidi nipige mpira ambao golikipa hata akisema ana stretch hawezi kuzuia. Kwa Dube ile mpira aliupiga kwa kasi afa akaupiga kwenda chini. Kwa hiyo golikipa ilibidi alazimike kutanua mguu acheze. Unfortunately hakuweza kuendana na kasi ile mpira ambao Dube alikuwa amepiga. Kwa hiyo mimi credit kubwa pale nampa Dube namna ambavyo ametengeneza nafasi ya kwenda kufunga, lakini second nampa pongezi Mudathir Yahya basi decision, uamuzi wa kufanya maamuzi sahihi ya pasi sahihi kwa wakati. Hapo ndo unaelewa kwa nini engineer aliamua kumuomba acheze japo anaumwa. Ndio yale mambo ambayo wanazungumza mwanzo, mpira ni swala la muda na nafasi. Mudathir alikuwa kwenye nafasi nzuri ya kupokea mpira, lakini timing yake ilikuwa bora kugundua kwamba yani sasa ndo natakuwa nipige pasi, sasa hivi ndio itakuwa wakati sahihi. Hicho ni kitu kingine ambacho Mudathir ninamsifu. Kwa hiyo lile goli Young Africans anastahili Dube pongezi kubwa kwa kazi aliyoifanya, kwanza kuishake defense ya FAR Rabat, alafu second Mudathir Yahya ambaye yeye hakufanya ajizi, alikuwa na uwezo wa kudribble, amwambie Dube tafuta nafasi nzuri, lakini maamuzi ya kikubwa kwamba hii pasi sasa nakuwekea nyuma ya migongo wewe kimbia, na kweli pasi imefika ikazaa bao. Bwana Dube ndo kama vile amerudi kwenye lile goli kwa sababu walikuwa katikati hapa almanusura watu waseme aondoke kabisa pale Jangwani. Lakini tukiachana na goli la Yanga, kuna tukio ambalo tuseme ndio tukio kubwa la siku nje ya goli ambalo lilifungwa na AS FAR Rabat. Mwamuzi wa pembeni kibendera chake kikaonesha upande wa pili kuna mtu alikuwa anapotea. Kwa macho ya mwamuzi msaidizi namba 1. Lakini kwa maoni yangu mimi, baada ya kulitazama goli zaidi ya mara 5 mara 6 na review kila sana, angalia, nimejiridhisha FAR Rabat walinyimwa goli halali. It's a bitter truth. Unajua sisi watu wa hizi timu za Simba na Yanga huwa wanachagua ukweli wa kupokea. Kwa unajua kama hapo mgonjwa atakuwa katema dawa, lakini uhalisia ndio hivyo, ukweli mchungu. Ilistahili kwa goli halali kabisa lile walofunga FAR Rabat. Free kick imepigwa, mchezaji wa Yanga kaingia kaenda kapiga kichwa. Mchezaji wa FAR Rabat alikuja kusmash ule mpira, yeye hakuwa ameotea, yuko kwenye eneo sahihi kabisa. Basi kama unasema mbele yako kuna mchezaji ambaye alikuwa amemziba uono Jigitiara, je, wakati huyu mpira unachezwa mara ya kwanza kwa kichwa alikuwa ameotea? Kwa hiyo unagundua inawezekana kwa sababu ya wingi wa watu waliokuwepo pale kwenye boksi walimziba, aliona vizuri msaidizi namba 1, lakini kiuhalisia FAR Rabat wamenyimwa goli halali kabisa. Na kwa mimi ndo maana nafikiri CAF anatakiwa kwenda mbali kidogo kwa uwekezaji unaofanyika sasa hivi kwenye mpira wa Afrika. Hebu irudie kwanza. Irudie, umeona wakati anakwenda kuna huyu alienda akarudi, haiwezi kuchangia. Ngoja nikirudishe nyuma kidogo. Ngoja hiyo umeona kwa makini hapo ndio inapigwa, hakuna offside. Wakati inapigwa imeshapigwa, imegongwa kichwa, kuna huyo labda pengine ndio watu wengi wanamshuku goli halali kaka hilo. Yaani kungekuwa na VAR ili goli lilikuwa linasimama. Ila kuna mimi sijashawishika. They can have the best lawyer in the world, then he won't convince me kama pale kuna offside. Mimi naamini kwa goli halali, lakini povu hapa hawataki kutolewa Yanga. Povu amtolee mwamuzi msaidizi namba 1. Alikuwa kwenye position ya kulingamua ile tukio. Kwa nini hakufanya uamuzi sahihi? Ndio wanasema uwepo wa VAR kuanzia kwenye hatua makundi, kwa sababu huku ndo hata mfungaji bora anahesabika kuanzia hapa kwenda mbele. Walete teknolojia hizo kufangaza hatua makundi, kwa sababu unamnyima mtu goli halali ambalo lingeweza kuamua hatima ya mchezo. Lakini so far nafikiri kwa haya matukio kwa kweli yanajitokeza sana, pengine CAF anaweza wakafikiria hili swala hata kama itakuwa msimu ujao kwanza hatua makundi tu tunatumia VAR, lakini waamuzi wakati mwingine wanapata ukakasi, hususan kama hilo tukio. It was such a tight call, such a close call. Mwamuzi kuona ilimhitaji awe makini, alafu kuna kundi kubwa la wachezaji pale. Mwamuzi inawezekana ndio maana ameshindwa kutafsiri sheria kwa usahihi, lakini ilikuwa ni goli halali kwa FAR Rabat. Okay, kidogo tu standard ya Pacome
Pacome is another thing bro. Pacome ni jitu jingine. Yaani kama tunaizungumzia mechi ya Yanga ya juzi au tunazungumzia kwa sasa tu hapa Tanzania, mimi sijaona mchezaji bora kama Pacome Zouzoua. Mchezaji ambaye anaweza kufanya kila kitu. Anaweza kukupa advantage timu haina mpira, the man can track down, anaweza akarudi akashuka chini akaja kusaidia kukaba. Timu ina mpira, ni mjanja. Ana uwezo wa kuombea mpira kwenye final third, mumpe achekecha ingie kwenye box atengeneze nafasi au wafunge, au anaweza akadrop deeper. Juzi kwenye mechi yao ya FAR Rabat, wa jamaa walienda wakafunga njia kule, wamejaa wengi kwao. Pacome alirudi chini akaja kuchukua mpira kipindi cha kwanza kwa kina Ibrahim Abdullah Baka huko chini. Ile ni tafsiri ya mchezaji mwenye ukomavu mkubwa, anajua kwamba okay, option namba moja ikizibwa, watu wameziba plan yangu namba moja kwenda mbele, then mimi natakiwa kuadapt mchezo nije na plan B, nashuka chini kwenda kuchukua mpira, wakinifuata na cheza na watu, tuna advance, tunaingia kwenye box la wapinzani. Juzi kuna Mwarabu mmoja nilimwonea huruma, kipindi cha pili Pacome alipata mali, mzee alibutua kama hapa na kule, alafu tuondoke sasa. Isivyo bahati Andeboyeli akufika kwa wakati kwenye nafasi, lakini timing ya Pacome ilikuwa sahihi. The way alivyo mpira mpaka kwenda kwenye box akapiga cross, alafu ile Boyeli alikuwa amechelewa. Angewahi alikuwa na tap tu pale, ile mpira Yanga walikuwa wanafunga goli la pili. Lakini Pacome ndiye mchezaji ambaye kwa sasa naamini anaibeba sana Yanga mabegani. Kuna mchango wa wachezaji wengine wengi tu, lakini Pacome ni mchezaji special kwa sasa, hususan inapokuja mechi za kuamua hatima ya matokeo. Amekuwa very amazing kwenye kufanya maamuzi. Ni mchezaji ambaye kwangu mimi nafikiri Young Africans wangewapata kama wale 4-5 wachezaji wa kalba yake yule, sio tu kwa uwezo, hata kujituma. 4-5 yuko mmoja tu moto vile 4-5 kwenye timu moja inakuwa. Ndio sasa si ndio mambo ya Ahli mchezaji mmoja unafika umejigawa. Ahli mzee wana wachezaji wengi wenye uwezo, na ndio maana timu yao iko pale. Kwa hiyo changamoto unakuta iliyopo kwa hizi timu zetu huko, mwenye uwezo ni kama ule Pacome, akiumia au akiumwa au asipokuwa on form siku hiyo, kuna kitu kina miss kwenye timu. Na una sense kabisa kuna vitu haviendi yani, kwa sababu fundi mitambo hayuko vizuri. Okay. Yes bwana, wewe dondosha comment yako pia hapo kwenye sehemu ya comment, tutakometisha sana, lakini usisahau kusubscribe kama uko hapa Instagram, pia follow. To follow ni mambo ya vizuri. Bwana, tulifunge swala Yanga kwa kiwango ambacho wamekionyesha kwenye mechi yao ya juzi dhidi ya FAR Rabat kutoka Morocco. Ni promise ya kwamba kwa performance ile kuvuka kwenda hatua ya robo finali uwezekano ni mkubwa. Inatia faraja, lakini mapema kuwatabiria kama watafuzu au hawawezi kufuzu. Lakini ushindi ule umewapa faraja na unawatia hamasa ya safari yao ya kuania nafasi ya kwenda kwenye hatua ya robo finali. Lakini ni mapema sana sasa hivi mimi kwa mfano kujudge performance ya Yanga kwamba inatosha, hapana. Mimi natamani kuona Yanga wanaendelea kujiboresha kadri siku zinavyokwenda, isipokuwa mchezo unaofuata dhidi ya JS Kabylie ya Algeria wakatafute sare au matokeo ya ushindi kule, then watakuwa wanaenda kwenye mapumziko haya ya mechi za kimataifa wakiwa wako relieved, kwa sababu watakuwa na pointi 4. Alafu usisahau Yanga ni kama wamepigisha shoti, wamempigisha shoti ule FAR Rabat kwa Ahli. Sasa hivi FAR Rabat anaenda nyumbani, anawakaribisha Ahli ambao washashinda. Kwa hiyo FAR Rabat ili afufue naye matumaini yake, hatakiwi kupoteza mechi ijayo, atakuwa mfunge Ahli. Na je, Ahli atakubali kupoteza? Ahli anajua akishinda ile mechi, tunaporudi baadaye anajua ana mechi 2 na Yanga. Akizishinda hizo mechi kashafuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa sababu gani? Atakuwa na pointi 12. Pointi 12 atakuwa amebakiwa na michezo hii. Ana option. Atakuwa mtu wa kumshusha hapo. Tayari atakuwa ameenda. Kwa hiyo Yanga akawapigisha shot FAR Rabat kwa Ahli. Wakati huo Yanga ana advantage sasa. Kama atatoa sare kule atakuwa na 4. Ahli kama atashinda atakuwa na 6. Kwa hiyo atakuwa 6 kwa 4. Alafu wanaofuatia wote watakuwa na pointi 0. Maana yake Yanga naye atakuwa anapiga hesabu mechi zake za Ahli. Mmoja akipoteza au akitoa sare ana mechi nyumbani hapa. Akishinda anakuwa na 7. Atakuwa neka bakisha mechi moja. Akifikisha pointi 10 anakuwa na uwezekano wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo ni mechi ambazo zimekaa kimtego. Yanga wanatakiwa tu kujua kwamba umakini ndio unaweza kwenda kuwasaidia sana kwenye ile mechi inayofuata dhidi ya JS Kabylie. Umakini kwa maana ya kufanya matendo sahihi, kwamba sehemu ya kuachia pasi achia, sehemu ya
piga. Wachezaji wengi huwa inawakosti maamuzi, kufanya maamuzi sahihi. Unapiga chenga, sema unataka kutoa pasi, ushachomesha timu. Kwa hiyo Young Africans nafasi ya kwenda robo finali wanayo, iko wazi, lakini pia nafasi ya kubaki bado ipo. Kwa hiyo vyote vinawezekana, isipokuwa wao kwa hatua walivyoianza Yanga inatia faraja na matumaini huko wanakokwenda kwamba wanaweza kwenda kufanya vizuri zaidi. Yes bwana, la Yanga tulimalize hapo, tugeukie jambo jingine. Ni clip moja au ni mbili tofauti? Zipo. Ya Yanga na Simba. Mbili tofauti.